Mwana michezo popote pale ulipo, hii ni Kamtu TV na mbele yako ni Malaika wa Simba. Malaika wa Simba, mbona miayo mingi? Shida nini? Hii ni hatari. Hatari gani Malaika? Ndugu mwandishi, hii ni hatari. Hatari gani? Yaani kila kukicha kwenye klabu ya Simba aheri ya jana. Shida nini Malaika? Mnyama kafanyaje tena? Nimeona leo watu wanafanya press. Wamefanya press na wamezungumza. Miongoni mwa kuzungumza maneno ambayo wamezungumza. Ndugu mwandishi. Najiuliza swali. Hii Simba tunaipeleka wapi? Yaani sasa hivi na klabu ya Simba kila mmoja anaongea anataka yeye. Akiamua mtu kujisha press ni cha press anaongea. Na haya yote anayataka Mangungu. Yaani kwamba tusimtafute mchawi. Nisikizeni mashabiki wa Simba. Popote mlipo, msikie video hii. Tusimtafute mchawi. Mchawi asitafutwe. Yaani mchawi kwenye klabu ya Simba asitafute. Mchawi wa Simba ni Mangungu pekee, hakuna mtu mwingine. Lakini wenzio wameita press wanalalamika Jairuti anawatoa vijana kwenye reli. Jairuti yeye hana kosa. Kosa la vijana ambao wamepewa kazi. Wao wameshindwa kujua akutenda kazi yao. Kivipi? Jairuti yeye ni mzaburi, mwekezaji wa upande wa jezi, basi vifaa vya michezo. Yes. Yaani yeye mkataba wake kwenye klabu ya Simba. Yeye ni mzaburi miongoni mwa wazaburi wengine. Kama vile ilivyokuwa ni Betway. Simwazuri ni kama yeye Jairuti. Yeye Jairuti amekuja kuwekeza kwenye klabu ya Simba kwenye upande wa jezi au upande wa vifaa vya michezo. Lakini shida hawa influencers ambao Jairuti hajakosea kuwapa ila ndogo, lakini wanachokosea wao kutumia ndimi zao namna kumproduce Jairuti. Sasa mwisho wa siku inaonekana sasa kama Jairuti anawatuma, lakini Jairuti hajawatuma hivyo. Embo elewesho Tanzania hapa kidogo. Wape somo. Jairuti amewapa ajira ya vijana. Wale vijana maskini walichoka mbaya wale. Na kukamata jezi. Wale vijana amewapa tenda moja tu. Waende wakapromoti jezi mpya katika mikoa yote, lakini pia wahakikishe wafanye utafiti katika maduka kubaini jezi feki. Duka lolote au mtu yoyote atakava jezi feki akamatwe. Ndio kazi ambayo walipewa. Wakapewa na usalama kabisa. Na ndio maana kwamba process zilienda vizuri, wakapewa kitambulisho. Hiyo sio kwamba Jairuti ana makosa. Jairuti ana makosa. Wenye makosa ni umaskini. Hawa vijana omba. Hao ndio makosa. Yamekuwa hayo tena. Wakio ni omba ni maskini. Kwa nini? Na ndio maana Waswahili walisema usile kiapo na maskini. Athaminiki. Usile kiapo na mtu mwenye njaa. Mtu mwenye njaa ukimla kiapo, muda wote atoto anakuuza bro. Ndugu mwandishi, kwani wao wamekosea nini? Hem tuelekeze vizuri. Wao wamekosea nini hasa? Wao makosa yao makubwa katika baada ya kupromote jezi. Baada ya kupromote. Baada ya kupromote jezi. Badala au baada? Baada, yani ndio hivyo Kiswahili ndio hivyo. Baada ya kupromote jezi au badala ya kupromote jezi ni yale. Wao wanampromote Jairuti kama mwekezaji bora kwenye klabu ya Simba. Kama tajiri ambaye mwenye kaja kuikomboa Simba. Unaona makosa hayo? Haya ni makosa makubwa sana hayo. Yaani hapo wamehama sasa reli hapo. Wamehama katika kila ambacho Jairuti alichowaagiza. Wao wanaingia kwa sababu ni maskini. Wanasema kwamba maskini akipata mataka uliambwata. Sasa hawa wamehama katika utendaji na maagizo ya Jairuti. Sasa wanaingia kwenye uchawa. Na ndio maana linakuja neno uchawa. Na ndio maana hata K Mziwanda yeye alisema hawa machao yuko sahihi. Kwa sababu ni kweli hao ni machawa.
wewe umepewa ajira, nenda katangaze bidhaa hii. Wewe baada ya kutangaza bidhaa, wewe unamtangaza bosi kwamba kaja kutukomboa kwenye engo ipi sasa? Ya vifaa vya michezo. Vifaa vya michezo vipo, sema yeye kaja kuongeza ubora. Jamani, niwakumbushe, kumbushe. Wakumbushe. Alikuwa na Sunderland. The only one. Alikuwa Vunja Bay Fred. Hao wote walikuwa wazaburi kwenye upande wa vifaa vya michezo. Kwenye klabu ya Simba Sports Club. Ila yeye Jeruti amekuja kuboresha, kuongeza ubora na ubunifu katika zile jezi zetu. Na ndio maana nimesema hawa leo waliofanya press wamesema wachokosea wao kumwataki tu Jeruti. Simuelewa kivipi cha kumpaji Jeruti kama anafanyaje, anawatuma, yani kama vijana anawatuma, kwamba inaonekana kama vijana wafanye Jeruti anawatuma. Lakini kwa sababu wao wajui, mimi najua vizuri. Yana vijana ambao Jeruti hapa kazi hiyo muda. Ninawajua hawa vijana, akili zao, udhaifu wao na njaa zao. Ninawajua. Maana unaongea yote kwa sababu wewe haupo kwenye system au vipi? System ipi? Wao wamekula, mimi nimekula. Na umekula kumbe vya bosi. Sijui umeanza system ipi atakao. Sasa mbona wewe promote jezi na hela umekula? Mimi na promote jezi. Na ndio maana kwenye interview zangu zote nikifanya interview ni lazima niseme hii jezi ni jezi bora, ni jezi ambayo sio ya Tanzania, ni jezi. Mimi ndio nilisema kwamba hii jezi ni kama jezi ya Bayern Munich. Nilisema mimi. Jezi kama Real Madrid nilisema mimi. Lakini mimi nilisema kwamba jezi Donald Trump, rais wa Marekani, yani anataka mimi ndio na promote jezi, wao wana promote bosi. Ndio makosa ambayo wanafanya. Na leo hii hatuoni wakiendelea kupromote jezi. Mauzo ya jezi, kasi ya jezi imepungua kweli kweli. Lakini sikulikuwa na ule mpango wa X Factor ule. Sasa huo mpango wa X Factor sio nini, Kiingereza msijui vizuri, maana usichanganye mwandishi. Hiyo Musa mimi hujanipeka shule. Sawa, tuendelee. Sio X Factor, sio nini, ndio hiyo factor, sio factor. Sawa. Ule ni mpango wa kibiashara. Yeye Jeruti hakufanya makosa. Hakufanya makosa. Jeruti aliweka kama neno hamasa kwa kukumbusha wale watu ambao viongozi wa klabu ya Simba kwamba watu wanamhitaji Faisali. Mashabiki wa Simba wanamtaka Faisal Toto. Mashabiki wa Simba wanamtaka Factor, sio weta players Factor. X Factor. Hivyo. Kwa hiyo kwamba si kwamba yeye eti alishindwa kutoa labda timu tatu kwenda kumchukua Faisali, kwa sababu sio majukumu yake. Alifanya ile issue ya jezi ni kama kuleta chachu, kuwakumbusha, kuwazibua masikio akina Mangungu. Mangungu afanye kazi yake, lakini mwisho wa siku na wape melala, kwa sababu ile tufuate zile klabu ya Simba haijasapoti. Wewe ulimwona nani ambaye akaposti hiyo X Factor? Viongozi wa Simba wameongelea issue. Maana yake nini? Miongoni watu wasimtafute mchawi. Yaani miongoni mwa watu ambao Mangungu anangata na kupuliza. Na mimi namwambia Jeruti asikie hii video. Mangungu anangata na kupuliza. Sababu ya jezi kuto kufanya vizuri na zilianza vizuri ni Mangungu. Kivipi? Jezi tumezindua jezi, kesho anaharibu Mangungu mtandaoni. Anawakumbusha, anawatonesha vidonda mashabiki wa Simba ambao kwa ndani ya miezi minne walishasahau maumivu kwenye klabu ya Simba. Maana tayari Simba ilishaanza kusimama na ilionekana kama uongozi umetulia. Lakini Mangungu akaenda kujambua, akamekusanya mama ntilie kule Bunju, akasema mkutano mfanya uteuzi.
Huo uteuzi ambao aliofanya yeye ni uteuzi wa aina gani? Kwa nani ipi? Na yeye nina hapo za ndani kabisa. Ule uteuzi alilazimishwa. Na nani? Natoa again. Kivipi sasa? Alipewa milioni 300 Mangungu. Za kazi gani? Ili amteue Magoli kwenye kamati ya nini? Kwamba kamati ya usimamizi ya nini? Usajili. No. Tunasema kama kamati ya usimamizi ya wadhamini. Maana wale ndio kamati ya usimamizi ya wadhamini. Kwa hiyo akina Magoli ndio wasimamizi wa mali zote za Simba Sports Club. Mwekezaji, msabuli yoyote, wao ndio nakaa naye. Lakini pia kwa sababu Magoli alishachungulia za ndani kabisa. Hizo ninawapa hizo, mjue nini? Ni mashabiki gani vitumbua nini? Hizo za ndani hizo. Ndio hiyo mission mpaka Mangungu akaanza. Kwa Mangungu hana msimamo, Mangungu njaa zinamsumbua na juu hata maana mwenye kitu wake. Bana Malaika, tumalizie na hili hapa. Mchango wa X Factor ulichangia Malaika? Mimi X Factor kiukweli siwezi kuacha kuchangia. Mimi nimechangia namba 1. Hela yako unaitaka uitaki? Nataka yangu nini? Mimi sijachangia. Wanasema hawajamuona X Factor wao. Mimi nimenunua jezi. Kwa hiyo wewe umeridhika? Mimi nimenunua jezi. Mimi sijachangia. Mimi nimeenda kununua jezi. Kwa mambo ya X Factor wewe hayakuhusu. Masuala ya X Factor mimi najua Jeuti sio mambo yake. Haimuhusu. Masuala ya X Factor tumuulize Mangungu. Wewe unawashauri nini sasa la mwisho kwa mashabiki wa Simba ambao wanataka hela zao wakisema kwamba wametapeliwa? Mimi ni waombe mashabiki wa Simba. Na mimi naamini walionunua hizo jezi. Wala haya kauli haongei. Mimi niwaambie mashabiki wa Simba. Tufanyavyo. Jamani, Simba inakufa. Simba inapoteza mvuto kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Niwaombe mashabiki wa Simba. Tukishirikiana ndio na mwekezaji wetu bora kabisa Mo Dewji. Aliyetutoa matopeni huko. Mpaka leo hii kila mmoja tunavaa viatu visafi na tunapendeza, tunapuliza perfume. Tunakunywa vinywaji vya baridi. Mo Dewji ametutoa mbali. Tena mashabiki wa Simba, tusiingie kwenye mtego wa Yanga Afrika. Yanga wanatuchochea. Tuanze kumtukana Mo Dewji, ionekane kwamba Mo Dewji kwamba hatoi pesa. Naomba watu wote tuandamane kwa ajili ya kumwambia Mangungu kazi yake ni nini. Yaani tumwambie Mangungu kama Simba imemshinda anapasa aachie ngazi. Atake astake, kazi ni moja tu. Tumwambie Mangungu aitishe mkutano wanachama haraka zikanavyo. Shukrani sana.